Samia CCM oye! Mtwara safi! Mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya, ukiambatana na wajumbe wa kamati ya siasa, lakini pia nitambue uwepo wa mwenyekiti wa kata yetu ya Vigaeni na kamati yako ya siasa. Sambamba nasi tuko na mzee wetu mzee Shahid Bashir ambaye ni mmoja wa wazee wa zamani na waanzilishi pia wa chama chetu katika mkoa wetu wa Mtwara. Viongozi wa dini ambao umeambatana na sisi leo, wake kwa waume, wakazi wa Vigaeni, wafanyabiashara wa sokoni na watu kutoka kata mbalimbali, wenyeji wa Mtwara mjini, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wana Mtwara, kila baada ya miaka mitano huwa tunapata fursa ya kutimiza wajibu wetu wa kidemokrasia, kuchagua viongozi wetu. Na sisi Chama cha Mapinduzi tuna utaratibu wa kupata viongozi wetu ndani ya chama katika ngazi ya udiwani, katika ngazi ya ubunge na kisha katika ngazi ya urais. Na katika mwaka huu uchaguzi wa mwaka 2025 imempendeza Mwenyezi Mungu kwa neema zake alizoniwekea, chama changu kimenipa nafasi na fursa kuwa mgombea katika jimbo la Mtwara mjini. Namshukuru sana Mungu kwa kunipa nafasi hii. Ndugu zangu wana Mtwara, wakati ninaomba chama changu kinipe ridhaa, nilikuwa ndani ya moyo wangu ninazo ajenda ambazo ninaamini zikitekelezwa kwa kushirikiana na chama changu na kwa mwongozo wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, nina uhakika maisha ya watu wa Mtwara mjini yatabadilika kabisa. Na kwa muda nitakaokuwa nao jioni ya leo, nitazungumza mambo kadhaa ambayo ninaamini katika miaka mitano ijayo yatakapotekelezwa kwa vitendo, kwa sababu ninaamini mtampatia kura Daktari Samia Suluhu Hassan, mtanipatia kura mimi, tutapatia kura madiwani wa CCM na tutaunda serikali ya yale ambayo tunasema tuweze kuyatekeleza. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Tukirudi katika historia, inatueleza miaka 1918 baada ya vita ya kwanza ya dunia ilipata changamoto kubwa sana ya uchumi, na watu wakakaa kule Uingereza, wengine wakakaa Marekani, wakaulizana tunawezaje kutatua changamoto ya uchumi iliyo katika dunia yetu. Baada ya vikao vya muda mrefu, majibu yao yaliwapeleka bara la Afrika, yakawapeleka Afrika Mashariki, wakatua Tanzania na wakatua hapa Mtwara. Wakaanzisha kitu kinaitwa ukanda wa ulimaji wa karanga unaopatikana katika nchi za Afrika Mashariki, na kwa sababu hiyo wakaiweka Mtwara kama kitovu cha kufanya biashara hiyo kwa kufufua bandari iliyokuwa hapa ya asili. Lakini pia mnakumbuka katika historia tunaambiwa ilijengwa reli hapa kutoka hapa kuelekea Nachingwea kwa ajili ya biashara hiyo. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Biashara hiyo ilikuwa na thamani zaidi ya dola bilioni 1 kwa wakati huo. Haikufanya vizuri, lakini ilituanza kutuelezea na kutuambia kwamba kumbe Mtwara iliangaliwa kwa jicho la tofauti, kwamba inaweza ikawa kitovu cha uchumi cha kuokoa dunia katika uchumi. Baada ya miaka mingi, mji wetu huu ulibarikiwa kwa mara nyingine, tukapata rais anayetoka katika mkoa wetu kule Masasi Lupaso, Rais Benjamin William Mkapa hayati, Mwenyezi Mungu awalaze roho yake mahali pema peponi. Akakumbuka historia hii, akawaita marafiki zake wa nchi zinazotuzunguka, akamwita Joakim Chissano wa Msumbiji, akamwita Levi Mwanawasa wa Zambia, akamwita na Bingu Mutharika wa Malawi. Mwaka 2004 wakatengeneza mpango uliojulikana kama Mtwara Development Corridor au mpango wa maendeleo wa ukanda wa Mtwara. Mpango huu ambao leo ninapozungumza ni zaidi ya miaka 21, ulikuwa unalenga kufufua uchumi wa Mtwara na kufanya Mtwara kwa kitovu cha uchumi katika ukanda wa kusini mwa Tanzania, lakini kwa kugusa mataifa jirani ya Zambia, Malawi, Msumbiji na visiwa vya Komoro. Baada ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani, aliurejea mpango ule na akasema
atatekeleza kwa vitendo katika awamu zake atakazokuwa madarakani. Katika awamu ya kwanza, wakati hayati Benjamin William Mkapa yuko madarakani, alitusaidia kwanza, akatujengea daraja la Rufiji ambayo ilikuwepo katika mpango ule. Lakini baadaye tukaona umejengwa daraja la Umoja la Mtambaswala, ilikuwa ni sehemu ya mpango ule. Na baadaye alibaki maeneo mengine ya utekelezaji ili kufanya Mtwara kuwa kitovu cha uchumi. Kwa nini ilifikiriwa hivyo? Kwa sababu Mtwara kwa jiografia yake haiwezi kufanikiwa kiuchumi kwa sababu iko mwisho, na lazima tutumie faida ya kijiografia ya mahusiano yetu na nchi jirani ili tufanye biashara itakayobeba uchumi na kubadilisha hatima ya watu wetu. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Katika mpango ule yalikuwepo mambo kadhaa ambayo ningependa kuyagusia. Kwanza, ilikuwepo kutuunganisha sisi na nchi ya Msumbiji kupitia daraja la Kilambo. Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030 imeainisha kwamba moja ya mradi mkubwa utafanyika ni kuhakikisha daraja la Kilambo linajengwa ili lituunganishe na Msumbiji tuweze kufanya biashara na wao kuchachua uchumi wetu katika mji wetu. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini eneo lingine ambalo limegusiwa ni eneo la uwanja wa ndege. Sijui kama ndugu zangu mnafahamu, leo tunapozungumzia viwanja vikubwa vya ndege Tanzania, Mtwara huwezi kukiacha. Ndege yoyote inaweza kutua Kilimanjaro KIA, inaweza kutua uwanja wa Julius Nyerere Dar es Salaam, unaweza pia kutua katika uwanja wetu wa ndege. Pamoja na marekebisho makubwa yaliyofanyika, lakini ilani imeelekeza katika miaka 5 ijayo upanuzi na ukamilishaji wa uwanja wa ndege wa hapa Mtwara. Imeelekeza itajengwa jengo litakalochukua zaidi ya watu 500 kwa wakati mmoja, na kwa mwaka mmoja serikali ya Chama cha Mapinduzi mtakaoipa ridhaa inakadiria kwamba kutakuwa na abiria zaidi ya 1,000,000 watakao kuja hapa kufanya biashara na shughuli mbalimbali ambazo nitaeleza watakuja kutafuta nini. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini Daktari Samia ameshughulikia swala la umeme ambao na lenyewe pia lilikuwepo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ninatambua ndugu zangu wana Mtwara, miaka iliyopita tulikuwa tunakiliwa hapa, tukasema kwa nini gesi yetu inasafirishwa inaenda mahali pengine. Nataka niwaambie, ilani ya Chama cha Mapinduzi ilielekeza na tayari imekwisha kufanyika. Mtambo uliokuwa unafua gesi pale Ubungo Dar es Salaam tayari uko Mtwara hiari pale, ili gesi ifuliwe hapa tuwe na umeme wa kutosha zaidi ya megawati 300 inaweza kuendesha viwanda vyetu. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Samia wewe! CCM wewe! Lakini katika mpango wa Mtwara Corridor zilikuwepo barabara, na barabara hizi tuliziita barabara za kiuchumi. Ilikuwepo barabara inayotoka hapa itakayokwenda mpaka Mnazi Mmoja, itakayotoka Mnazi Mmoja itakayokwenda Masasi ili unganike na ile inayokwenda na Jumbo. Lakini itakuwepo inatoka pale Masasi itaunganishwa na Newala irudi Tandaimba na irudi hapa mjini. Na nyinyi wote ni mashahidi, mkipita katika maeneo niliyotaja tayari kuna kazi inafanyika. Ilani ya Chama cha Mapinduzi inaelekeza ili kukamilisha ndoto ya hayati Benjamin William Mkapa na waasisi wa nchi hii kuifanya Mtwara iwe kitovu cha uchumi. Awamu ijayo ya 2025 2030 barabara kubwa zote kuanzia Parishi itatengenezwa mpaka itaunganika mpaka Mnazi Mmoja, lakini barabara zote za kiuchumi zitarekebishwa ili Mtwara kusiwe na changamoto. Barabara ya Kibiti ambayo inatuunganisha kuanzia Mbagala mpaka huku itapanuliwa ili watu wasiwe na changamoto kusafirisha mizigo au kusafiri tunapokwenda Dar es Salaam. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu zangu, nawaeleza haya nikionyesha upana wa kitu tunachokwenda kukisimamia itakapofika miaka 5 ijayo mtakapotupa kura kuongoza serikali. CCM oye! Lakini sambamba na hilo, ukienda mikoa mbalimbali, kila mkoa utakaotaja una kitu ambacho unajivunia. Ukienda Kilimanjaro watakwambia tunajivunia mlima ambao Mungu ametupatia. Ukienda Arusha watasema ni jiji la utalii, jiji lenye uchumi mkubwa, watakwambia tunajivunia mbuga za wanyama. Watu wanasafiri kutoka Ulaya, wanatoka nchi mbalimbali, wanakwenda kuangalia tembo, wanakwenda kuangalia simba, na sekta ya utalii imeajiri watu hao. Ukienda Zanzibar utakutana na mambo ya utalii. Hapa Mtwara tunavyo vitu viwili ambavyo vinatutambulisha. Cha kwanza ni korosho, na nyinyi wote ni mashahidi. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imewekeza kwa kiwango kikubwa katika kutoa pembejeo, lakini pia wataalamu, na zao la korosho limekuwa likiongezeka kila msimu unapofika, na bei yake pia imeendelea kuwa nzuri kadri msimu inavyoendelea. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini ningependa kuwakumbusha, sisi kama jimbo la Mtwara mjini
Katika kilomita za mraba 163 zilizoko hapa, eneo dogo sana ndio linalima korosho. Katika tani zaidi ya 300,000 zinazozalishwa katika mkoa wetu wa Mtwara, hapa Mtwara mjini hatuzalisha hata tani 3,000. Maana yake ni nini? Hatuwezi kufaidika kwa sababu sio wakulima wa moja kwa moja. Faida yetu itatokana na mnyororo wa kiuchumi unaoambatana na korosho. Na hapo ndipo swala la bandari ya Mtwara linapoingia kwa swala la muhimu kwa watu wa Mtwara mjini. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Daktari Samia tarehe 15 Septemba mwaka 2023 alitembelea mji wetu, na moja ya ajenda tulimweleza ni kwamba tunahitaji korosho zinazozalisha katika mikoa ya kusini zisafirishwe kupitia bandari yetu. Naye alijibu kwa vitendo, akatoa maagizo kwamba swala hilo liweze kufanyika. Labda tuniwakumbushe, wakati bandari yetu inaanzishwa mwaka 1950 ilikuwa inaweza kupitisha shehena ya tani 500,000 tu. Leo ninapozungumza, baada ya uwekezaji mkubwa uliofanyika wa zaidi ya bilioni 157.8, leo zaidi ya shehena ya tani milioni 1,800,000 zimepitishwa katika bandari yetu ya Mtwara. Na hii faida yake ni nini? Faida yake ni nini? Kwa nini na mimi nitakaponipa nafasi nitaendelea kujenga hoja ya bandari ya Mtwara endelee kutumika? Ziko faida za msingi ambazo nitazieleza. Na wale waliokuwepo wakati mgombea urais alipokuja hapa katika uwanja wa Chongola, nilipopewa nafasi ya kuzungumza, nilieleza kwa uchache faida tulizozipata ndani ya misimu miwili kuruhusu bandari yetu iweze kusafirisha zao la korosho. Katika kipindi cha msimu wa kwanza, baada ya kusafirisha korosho katika bandari yetu, sisi pamoja na faida zingine zote tuliweza kupata kodi ya huduma, service levy, katika halmashauri yetu ya manispaa zaidi ya milioni 650 kwa msimu mmoja. Msimu uliofuata 2023-2024 tuliongeza mara 4 ya kipato chetu, tukapata bilioni 2.7. Fedha hii hatukuwa tunazipata kwa namna yoyote ile. Ina maana kama tutaendelea kwa mwendo huu, ikifika miaka 5, si ajabu kupitia bandari peke yake manispaa yetu inaweza kutengeneza hata bilioni 10 na kuendesha miradi katika mji wetu. Hii ni faida kubwa kwa wafanyabiashara na wananchi wa Mtwara kwa ujumla. Pesa hizi kwa mfano zilizozalishwa katika miaka miwili tu zimeweza kutengeneza miradi zaidi ya 44 iliyotekelezwa katika mji wetu. Ziko barabara zimechongwa kwa sababu ya pesa iliyotokana na kupitisha korosho. Ziko hospitali zimemaliziwa kujengwa, zahanati, kwa sababu ya pesa iliyotoka katika korosho. Ziko pia shule ambazo madarasa yamefanywa ukarabati kwa sababu ya pesa ambazo zilipita katika bandari ya Mtwara. Lakini wako wafanyakazi wa serikali ambao walikuwa wanadai, ambao wamelipwa mapato yao, malipo yao kwa sababu ya pesa hizi ambazo zilipita katika bandari ya Mtwara. Lakini kama hiyo haitoshi, viko vichocheo vingi vya kuwafanya wafanyakazi wengine waje Mtwara kufanya kazi kupitia pesa hii iliyopita katika bandari ya Mtwara. Maana yake ni nini? Kama tutasimamia, tutaondokana na adha ya halmashauri yetu ya manispaa kuweka kodi ndogo ndogo zinazosumbua wafanyabiashara ambao zinadumaza biashara yao. Tunataka tupate vyanzo vingine vitakavyotupa pesa zaidi. Kama kuna maeneo wanategemea kitu kimoja tu, na sisi bandari yetu inaweza ikawa chanzo cha kuingiza pesa nyingi katika halmashauri yetu ya manispaa. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Miaka miwili iliyopita bajeti yetu ya halmashauri ya manispaa ni bilioni 30. Katika hizo ni bilioni 4.7 tu ndio za maendeleo. Lakini leo ndani ya miaka miwili tumetengeneza bilioni 3.3 kupitia bandari. Maana yake nini? Kumbe miaka michache ijayo maendeleo yote tunayohitaji hapa, tukisimamia vizuri, tunaweza tukawa kwa uchumi mzuri kwa ajili ya wafanyabiashara wetu. Sisi moyo. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka huu imezungumzia maeneo 9, na eneo la kwanza la muhimu ambalo limepewa kipaumbele ni eneo la uchumi. Ilani imeelekeza kujenga uchumi wenye sifa 4. Kwanza, uwe uchumi wa kisasa. Maana yake uchumi ambao hauyumbishwi kutokana na changamoto yote ile. Uchumi unaotegemea viwanda, uchumi unaotegemea teknolojia, lakini uchumi ambao unaweza kusimama hata katikati ya changamoto za kiuchumi. Lakini pili, imeelekeza ujengo wa uchumi ambao ni fungamanishi. Ndio maana leo tunazungumzia kujenga madaraja, ndio maana leo tunazungumzia viwanja vya ndege, ndio maana leo tunazungumzia barabara. Tunataka uchumi wa Mtwara usitegemee Mtwara peke yake. Pesa itakiwa kuzunguka hapa, inatakiwa tuwe na vigezo vya kutoa pesa mahali pengine zije Mtwara watu waweze kuzitumia.
Lakini pia imeelekeza ilani katika kujenga uchumi unatakiwa uwe uchumi jumuishi, uchumi ambao umwachi mtu yote nyuma, uchumi unaogusa kina mama, uchumi unaogusa vijana, uchumi unaogusa wavuvi, uchumi unaogusa wakulima, uchumi unaogusa wanawake, uchumi unaogusa wazee, uchumi ambao hautamwacha mtu yote nyuma, kwa sababu hiyo ndio dhamira ya Chama cha Mapinduzi, kuboresha maisha ya watu wake. Sisi moyo kidumu Chama cha Mapinduzi. Sasa leo tupo hapa sokoni, maeneo ya sokoni. Nataka nizungumze na wafanyabiashara. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inaamini katika biashara na inaamini katika wafanyabiashara wanaojishughulisha kujenga uchumi wetu. Hata iweje, serikali haiwezi kuajiri watu wote kwenye taifa lote lile. Ukiangalia watu wote wanaoajiriwa na serikali hapa Tanzania pengine hawazidi watu 600,000. Mwajiri mkuu katika nchi yoyote ni sekta binafsi. Ndio maana ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza kuboresha mazingira ya biashara na kuondoa vikwazo wanavyovipata wafanyabiashara katika majukumu yao ya kila siku. Na sisi Chama cha Mapinduzi ni marafiki wa chama cha China kinachoitwa CCP. Na tumeangalia jinsi wao walivyofanya, na sisi tunaangalia namna gani tuwe China ya kesho. Kule China ukifuata historia yao utagundua mwanzoni hawakutoa vipaumbele vya kutosha kwa ajili ya wafanyabiashara. Wakati Mao Zedong anaanzisha taifa la China 1947 hakutoa vipaumbele sana, lakini aliyefuata baada yake alikuwa anaitwa Deng Xiaoping. Alipokuja kutengeneza taifa la China akasema nchi yoyote ili ifanikiwe inahitaji kuwa na wafanyabiashara wa kati na wafanyabiashara wadogo. Ndio maana katika ilani ya Chama cha Mapinduzi inaelekeza katika miaka 5 ijayo, kwanza kuondoa adha wanaoipata wafanyabiashara katika shughuli zao za kila siku. Na mimi ninafahamu namna ambavyo biashara zinaweza zikabeba mji na zikabeba taifa. Ukiacha mazingira mazuri, lakini serikali imeelekeza utoaji wa fedha kwa ajili ya kusaidia wafanyabiashara mbalimbali. Hii serikali ya Chama cha Mapinduzi ilitunga sera inayotumika katika manispaa mbalimbali kwamba 10% ya kipato ipelekwe kwa vikundi vya vijana, 4%, wanawake 4%, na 2% wapelekewe walemavu. Lakini kama hiyo haitoshi, ukaanzishwa mfuko mwingine ambao uko pale NMB, ambao wewe mfanyabiashara ukitaka kwenda kukopa, ili mradi tu kipato chako cha biashara ni karibu milioni 4 kwa mwaka, unaweza kupata mkopo wa 7%, ambao maana yake hautalazimika kukopa kwa nyonyadamu kule ambao kausha damu ambao wanaharibu biashara za watu. Lakini kama hiyo haitoshi, katika siku 100 baada ya Daktari Samia kuapishwa, amesema hivi, kwa kuzingatia utengenezaji wa ajira na uboreshaji wa biashara, ataanzisha mfuko maalum wa uboreshaji wa biashara ndogo ndogo na zakati, ambazo ameahidi atatoa shilingi bilioni 200 kwa ajili ya uwezeshaji huo kwa wananchi. Nataka niwahakikishie wanamtwara, katika hizo bilioni 200 nitakwenda kujenga hoja bungeni, nitazungumza na rais. Lazima sehemu kubwa hiyo pesa tuipate hapa Mtwara kwa ajili ya wafanyabiashara wetu kuongeza mitaji katika biashara yao. Sababu ya kufanya hivyo ninayo, uwezo wa kujenga hoja ninao, na takwimu kwa nini Mtwara ipate hiyo pesa kwa kiwango kubwa ninao, na ninawahakikishia zitakuja Mtwara. Kidumu Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! Lakini hapo nigusie kidogo tena na swala la biashara kati yetu na Komoro, kwa sababu ni moja ya eneo la muhimu sana. Ndugu zangu, siku zote miji ya pembezoni mwa nchi imefaidika kwa kufanya biashara na nchi za jirani. Na hapa nilishatangulia kusema tayari mikakati ipo ya kufanya biashara na Zambia. Leo napozungumza, Zambia na Malawi wameanza kutoa mafuta kwa mfano kwa kutoa katika bandari yetu ya Mtwara. Na tunaamini miaka michache ijayo mafuta hatalazimika kuyatoa Dar es Salaam. Tutaendelea kujenga hoja ili yasafirishwe kutokea hapa, ili maroli yaje hapa, wale hapa, walale hapa, wasafirishwe na bodaboda hapa, wawekeze hapa, na hata ikiwezekana wengine wataoa hapa pia, tutapata mashauri. Sisi moyo. Lakini kwa nini naisema Komoro kwa upekee sana? Na naomba mnisikilize wanamtwara. Leo ukienda Tunduma, biashara yao kubwa wanafanya pamoja na Zambia pale. Leo ukienda Somanga, utakuta biashara wanafanya kwa sababu ya wako mpakani. Tunahitaji kufaidika na biashara kubwa iliyolala hapa Komoro. Nikiwapa takwimu chache tu,
Komoro kama kisiwa huwa wanaagiza vitu vyenye thamani ya dola milioni 340 kila mwaka. Katika hivyo vitu wanavyoviagiza, Tanzania sisi vinavyopita Tanzania kwenda Komoro ni dola milioni 9 peke yake. Lakini hapa Mtwara ni dola milioni 1.4 peke yake. Iliyobakia yote inapita kupitia Zanzibar. Sasa tunachotakiwa kukifanya sawasawa na ilani ya Chama cha Mapinduzi ni kuona tunafaidika vipi na hiyo biashara ambayo inapatikana hapa Komoro. Kutoka Zanzibar kwenda Komoro ni kilomita 650. Kutoka Mtwara kwenda Komoro ni kilomita 380. Aingia akilini kwa nini wafanye biashara na badala ya Zanzibar zaidi kuliko wanaofanya biashara Mtwara? Sisi tuko karibu nao. Sisi moyo. Lakini pengine utauliza, tutawauzia nini Komoro? Fuatilia Komoro wanaagiza nini. Bidhaa ya kwanza wanaoagiza ni mafuta kutoka Uarabuni. Hatuwezi kuwauzia, tunaachana naye. Bidhaa ya pili wanaoagiza kwa wingi zaidi ya dola milioni 40, wanaagiza nafaka, wanaagiza mchele, wanaagiza maharage, wanaagiza mahindi. Yanapatikana hapa Songea. Tunaweza tukasafirisha kupitia hapa tukaenda kuwauzia. Kwa nini wachukue Zanzibar? Leo bidhaa hizo nilizozitaja, mahindi, mchele, yanatoka Vietnam, yanakuja Zanzibar, wanapelekewa Komoro. Moja hoja nitakwenda kuijenga ni kuhakikisha kwamba tunafungua biashara yetu na Komoro ili tupate hizo fedha ambazo sasa hivi haziingii katika mji wetu. Sisi moyo. Hili Chama cha Mapinduzi. Lakini bidhaa ya pili ya tatu wanaoagiza ni nini? Ni simenti. Simenti wanatoa China, wanaipeleka Zanzibar, wanaipeleka Komoro. Wakati sisi tuna kiwanda cha Dangote hapa ambacho ni kikubwa sana, tunaweza tukachukua simenti hapa tukaipeleka Komoro. Ndio maana ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza miaka 5 ijayo itajengwa meli ya mizigo itakayojengwa hapa na itakayokuwa inafanya safari zake kutokea Mtwara kuelekea Komoro na kurudi huku, ili wananchi wa Mtwara mjini utufaidike. Na ndio maana Daktari Samia na mimi nitakapolipa kama mwakilishi wenu nitakwenda kujenga hoja jambo hili kamilike. Sisi moyo. Ndugu zangu wana Mtwara, naomba nigusie sekta ya afya kidogo. Mwaka huu kauli mbiu yetu inasema kazi na utu. Utu maana yake ni kujali uhai wa mwanadamu. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imeendelea kuboresha huduma za afya katika maeneo mbalimbali. Na mimi ninatambua hata tukijenga barabara, kama watu ni wagonjwa hawezi kupita katika barabara. Hata tukijenga shule, kama watoto wanakufa chini ya umri wa miaka 5, hakuna atakayesoma katika shule zetu. Tunahitaji uwekezaji katika afya. Hapa Mtwara tumejaliwa kuwa na hospitali ya kanda. Leo hospitali zile zinapatikana katika mikoa 6 tu Tanzania. Na kuna mashine, vifaa tiba vilivyowekwa pale ambavyo vinapatikana Muhimbili peke yake au vinapatikana hospitali ya Benjamin William Mkapa peke yake. Mtakapolipa ridhaa, moja mambo tutakwenda kuyasimamia. Cha kwanza, kuwa na wahudumu wa afya wa kutosha katika hospitali yetu ya kanda kwa maana ya madaktari bingwa. Leo tuna madaktari bingwa 8 wanaopatikana katika hospitali yetu ya kanda. Lakini tunahitaji wengine zaidi ya 15 tunawahitaji pale. Nitakwenda kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitazungumza na waziri wa afya ili wananchi wa Mtwara wanapohitaji huduma za kibingwa wasisafiri kwenda Dar es Salaam, kwa sababu tayari maono ya Chama cha Mapinduzi watibiwe katika hospitali yetu. Sisi moyo. Lakini sambamba na hilo, ukisoma mchoro hospitali yetu ya kanda unaelekeza kwamba inatakiwa ijengwe hospitali kubwa ya kina mama. Ukienda pale Mbeya kuna hospitali inaitwa Meta ambayo ni kubwa kama unavyoona hospitali ya kanda iliyoko sasa hivi. Ramani inaonyesha inatakiwa ijengwe hospitali kubwa ya wanawake peke yao ambao itasaidia huduma za kibingwa ili mama zetu na wanawake wa Mtwara mjini wasipate shida, wasife kabla wakati kwa sababu ya magonjwa, na wasiteseke kutafuta utabibu nje ya Mtwara. Sisi moyo. Hilo pia tutakwenda kulisimamia. Lakini sababu na hilo tunafahamu hospitali yetu ya wilaya inajengwa pale. Sasa hivi nimeanza kufanya kazi kwa sehemu, lakini bado haijakamilika. Ninawaahidi ndugu zangu wana Mtwara, nitakwenda kusimamia kuhakikisha hospitali hii inakamilika kwa wakati, na sio tu kukamilika, vifaa tiba vinapatikana, madaktari na manesi wanapatikana, na huduma zinatolewa zilizo bora kwa wakati kwa ajili ya manufaa ya watu wetu. Sisi moyo. Daktari Samia amesema tutakapomchagua
siku 100 za kwanza ataajiri wahudumu wa afya wapatao 5,000. Ndugu zangu wana Mtwara, niko hapa kuhakikishia katika wahudumu hao wa afya 5,000 wapo wengi watakao kuja hapa Mtwara, kwa sababu nitakwenda kujenga hoja kwa takwimu na kuonyesha kwa nini madaktari waletwa hapa, kwa nini manesi waletwa hapa, kwa nini vifaa tiba viletwa hapa, ili tutapokwenda hospitali tuwe na uhakika wa kutibiwa kwa wakati, ili afya zetu zisiwe na changamoto. CCM oye! CCM oye! Lakini sambamba na hilo, ndugu zangu, hapa nikiuliza, wapo watu wengi ambao tumepoteza ndugu zetu kwa sababu ya magonjwa yasiyoambukiza. Kwa taarifa yenu, magonjwa yanaua watu wengi sasa hivi Tanzania sio magonjwa ya kuambukiza. Watu wengi hawafi kwa sababu wana malaria, sio kweli. Watu wengi hawafi kwa sababu wana typhoid, sio kweli. Watu wengi wanakufa Tanzania leo kwa magonjwa yasiyoambukiza. Tunazungumza magonjwa ya figo, tunazungumza magonjwa ya kansa, tunazungumza magonjwa ya kisukari, tunazungumza magonjwa ya moyo, tunazungumza magonjwa ya fahamu. Ndio watu wengi wanakufa kwa Tanzania, kwa sababu sera yetu na kauli mbiu yetu ni kazi na utu. Daktari Samia ameahidi tutakapompa nafasi, mtakapolichagua na mimi kuwa mwakilishi wenu, moja ya kitu kitatokea: huduma zote zinazohusiana na matibabu ya figo, matibabu ya moyo, matibabu ya mishipa ya fahamu, matibabu ya kansa zitatolewa bure bila gharama yoyote. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Hii ni kuhakikisha kwamba hata kama hauna kipato nyumbani kwako, usiache kumpeleka ndugu yako hospitali ambaye atalipwa pesa nyingi. Pengine kuna watu hawajao kuuguliwa na watu katika magonjwa niliyoyataja, lakini mko hapa mashahidi. Ukipata ndugu yako anaugua figo, utaambiwa ukafanya kitu kinaitwa dialysis, wakasafishe damu yake. Ukienda utaambiwa 180,000, 200,000, 250,000. Na mgonjwa anaweza akawa anahitaji kufanyiwa zaidi ya mara 3 kwa wiki. Nani ambaye ana uwezo wa pesa hizo? Kwa kujali utu wa Mtanzania, Daktari Samia ameahidi, na mimi kama mwakilishi wenu jambo hilo nitalikumbusha, na nina uhakika litatekelezwa kwa wakati, kwa sababu sisi hatujawahi kudanganya. CCM oye! CCM oye! Lakini sambamba na hilo, kwenye afya, moja ya changamoto kubwa tumekuwa nayo kwa muda mrefu ni kitu kinaitwa bima ya afya. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza kwamba mtakapotupa ridhaa ya kuunda serikali, tutaanzisha bima ya afya kwa watu wote. Lakini kwa kuanzia yatakuwepo makundi 4 ambayo yenyewe ndio yatakuwa ya kwanza kwa mfano, na haya yataanza mchakato wake siku 100 baada ya Daktari Samia Suluhu kuapishwa. Kundi la kwanza ni wamama wajawazito, ili mtu yote anayepata ujauzito asianze kuwa na mawazo na kuita vikao vya familia, kwamba akipata ujauzito igeuke ni baraka, igeuke ni furaha, kwa sababu hakuna gharama atakayoingia atakapokwenda kutibiwa. CCM oye! Akina mama oye! Lakini kundi la pili ni kundi la wazee, na hili Mtwara ni eneo muhimu sana, kwa sababu katika mikoa ambayo inaongoza kwa wazee Tanzania iko Kilimanjaro, iko Mtwara, iko na Lindi. Hatuwezi tukafanikiwa kama tunaacha wazee wetu nyuma bila kuwajali. Na ndio maana Chama cha Mapinduzi, kwa kutambua wazee ni hazina, imekuwa ni kundi la pili la kuliweka katika bima ya afya, ili wazee hawa ambao wengi wao wamelitumikia taifa letu, wametulea na sisi, watakapokuwa na changamoto ya afya waweze kwenda kutibiwa bila gharama yoyote. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini kundi la tatu ni kundi la walemavu. Hakuna anayechagua kuwa mlemavu. Wako watu wamepata ulemavu wa kuzaliwa, wako watu wamepata ulemavu kwa ajali, na wako watu hapa ambao ndugu zenu pia wako na ulemavu ambao mnahitaji kuwasaidia, na matibabu yao ni gharama kubwa sana. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza kwenye ilani yake, baada ya kuunda serikali, walemavu wote watapatiwa bima za afya, ili na wao pia waweze kutibiwa bila gharama yoyote. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini sambamba na hilo, lipo kundi la watoto. Watoto kati ya miaka 0 mpaka miaka 5. Ili unapokuwa na mtoto mdogo, tusipoteze watoto wetu kwa kukosa dawa au matibabu tunapokuwa nao nyumbani. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza katika ilani yake, na itatekelezwa, watoto wote chini ya umri wa miaka 5 na wenyewe pia wapatiwe bima za afya. CCM oye!
Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu zangu wana Mtwara, naomba nizungumzie kidogo eneo la maji. Sasa hivi ninapozungumza, yako maeneo ambayo yana changamoto ya upatikanaji wa maji, na changamoto hii inatokana na sababu kubwa mbili, na naomba mnisikilize vizuri. Sababu ya kwanza, miundombinu yetu ya maji kwa muda mrefu haijafanyiwa marekebisho kwa miaka mingi. Kwa sababu hiyo, Daktari Samia Suluhu Hassan aliidhinisha mradi maalum wa marekebisho ya miundombinu katika mji wetu wa Mtwara. Akatoa bilioni 19 ambazo zinaondoa mabomba ya zamani na kutengeneza mabomba mapya na kufikisha huduma kwa wananchi. Ninatambua mradi huo umeanza kutekelezwa kwa sehemu, lakini yako maeneo ambayo bado hayajatekelezwa, ikiwemo maeneo ya baadhi ya kata hii ya Vigaeni. Nataka niwaahidi kwa kushirikiana na diwani wenu tutasukuma jambo hili ili maeneo ambayo yana changamoto ya upatikanaji wa maji, changamoto yetu iondoe moja kwa moja. Hapa tuko manispaa. Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM oye! Lakini changamoto ya pili ambayo ni kubwa zaidi ni kwa sababu ya ukuaji wa mji wetu. Mtwara ni kati ya miji inayokuwa kwa kasi hapa Tanzania. Kwa hiyo wakati miundombinu ya maji inatengenezwa na vyanzo vyake, ambavyo tuna vyanzo vinne tu hapa Mtwara. Tuna kile cha Rweru, tuna kingine kiko Mtawani ambacho kinatoa karibu takriban 80%, tunao pia Mikindani ambao pia inatupatia maji, na tunao kule Mbawala chini. Hivyo ndio vyanzo pekee tunavyovitegemea. Lakini wingi wa watu umekuwa ni mkubwa kuliko upatikanaji wa maji. Kwa hiyo hata leo miundombinu ikikaa sawa sawa, kwa sababu ya ongezeko kubwa la watu, bado wingi wa maji utakaotoka hapa ni 65.5 tu ya maji yote tunayohitaji. Ndiyo maana ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza katika miaka 5 ijayo kuwa na mradi maalum wa kutoa maji kutoka mto Ruvuma, ambao yatasafirishwa, yatapita katika mikoa mingine, lakini yatakuja katika mkoa wa Mtwara kama sehemu pia ya kutatua changamoto ya maji. CCM oye! Samia! Samia! Ndugu zangu wana Mtwara, naomba nizungumze tena kidogo kuhusiana na miundombinu. Tuna changamoto kubwa sana ya miundombinu, kuanzia barabara, kuanzia mitaro na mifereji. Na nyinyi ni mashahidi, yako baadhi ya maeneo huwa yanapata adha hasa kuingiliwa kwa maji nyakati za mvua. Na wale ndio kuwepo katika mkutano waliokuja mgombea urais, nilipopewa nafasi ya kuzungumza, nilimweleza kwamba tunashukuru kwa uwekezaji mkubwa unaofanyika wa kuondoa changamoto hii, lakini kazitaja baadhi ya kata na maeneo ambayo yana changamoto bado kubwa hasa nyakati za mvua. Na katika hotuba yake alijibu, akataja kata kwa majina yake na akasema kutakuwa na mkakati maalum wa kuondoa changamoto hii katika mji wetu. Naomba niwahakikishie, katika miaka 5 ijayo tutasimamia ujenzi wa barabara zetu. Tuna mtandao wa barabara takriban kilomita 354, lakini chache katika hizo takriban kilomita 58 ndio zina lami, zingine zina changarawe na zingine nyingi ni za vumbi. Katika miaka 5 ijayo tutaongeza nguvu, tutaongeza ushawishi na nitasimamia utengenezaji wa barabara hasa katika kiwango cha lami. Na hapa Vigaeni na takriban kilomita 2 za lami zitakazojengwa katika kata hii. Sisi moyo. Lakini kwenye eneo la mifereji, mji wetu uko katika mpango maalum wa kuboresha miundombinu katika miji maarufu unaitwa TACTIC. Ilianza miji 12 ya kwanza, sasa hivi iko miji 15 ambayo na sisi tuko pale. Bilioni 27.4 tayari zimeidhinishwa ili kuboresha miundombinu katika mji wetu. Naomba niwahakikishie, kwa kushirikiana na madiwani mtakaoniletea, tutasimamia utekelezaji wa miundombinu, ujengaji wa mifereji, ujengaji wa makaravati, ili mradi tu mji wetu usiingie katika changamoto ya miundombinu. Na niko hapa kuwaambia, hatutakubali kazi kufanyika chini ya kiwango katika eneo lote la mji wetu. Sisi moyo. Naomba nimwite ndugu yangu diwani hapa. CCM oye! CCM oye! Ninatambua kwa sababu ya muda yako maeneo sijagusa. Najua sijagusa elimu, sijagusa SGR yenyewe kuja kutengenezwa, sijagusa soko la machinga zaidi ya 200 takalojengwa, sijagusa mambo mengi, lakini muda wetu hujaturuhusu. Lakini niko hapa kuambia wanamtwara, kura tunapiga siku moja, lakini matokeo ya kura tunaishi nayo miaka 5. Itakapofika tarehe 29, kura yetu ya kwanza tutampatia Daktari Samia Suluhu Hassan. Samia we! Samia we!
sababu ni mwana CCM. Tunampatia kwa sababu ndani ya ilani nimeisoma kurasa kwa kurasa, ameitaja Mtwara manispaa mara 44 na amegusa kila sehemu inayotuhusu. Kura yetu itakuwa ni kubadilisha uchumi wetu. Karibu Chama cha Mapinduzi. Samia! Samia! Naomba mnipatie diwani. Mtampa kura? Imamu! Mtakaponipa kura mimi, mtakapompa kura Daktari Samia, tunamhitaji pia diwani kwa ajili ya usimamizi wa miradi. Mimi nitajenga hoja zinatoka fedha serikali kuu, lakini nitakapofika halmashauri ya manispaa nikiwa pamoja na hawa madiwani, tutahakikisha zinakwenda kwenye kata kiuwiano. Na kauli mbiu yangu ya mwaka huu ni kiongozi wa wote kwa maendeleo ya wote. Hakuna ubaguzi wa mtu yote, na kata jeni pia itakuwa ni kata mnufaika. CCM oye! Mtampatia kura? Mtampatia kura? Asante sana. Lakini mwisho kabisa, ndugu zangu, niwaombe kura tarehe 29, siku 12 kuanzia leo. Mwenyezi Mungu akitupa uhai na afya, utakuwa umechukua peni yako, utakwenda kwenye karatasi ya kupiga kura ya ubunge, utanikuta niko pale. Utakapoweka tiki yako, unachagua maendeleo, unachagua afya kwa ajili yako, unachagua barabara kwenye mitaa yako, unachagua upatikanaji wa maji, unachagua upatikanaji wa mikopo kwa kina mama na vijana. Ninaomba kura yenu. Naomba mnipe kura yenu, mnitume nikawe mwakilishi wenu, niseme hoja zenu, lakini zaidi tuifanye Mtwara isikike katika taifa hili na tusibaki nyuma katika jambo lolote. CCM oye! Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Salamu.